shemeji dadangu. Kaka, umeongea naye hapa amekwambia usiende tena kwa shemeji. Mbona unang'ang'ania kwenda huko dadangu? Shemeji alikuwa anakupenda wewe. Asingekuwa anakupiga wala kukufukuza dadangu. Kupigwa, kulaza nje, kunyima chakula. Hiyo yote ni dalili ya mapenzi. Mume wangu ananipenda, na mimi pia nampenda. Ngoja niende mdogo wangu. Shemeji alikuwa anakupenda wewe kweli kabisa kutoka moyoni. Asingeweza kufanya yote hayo, kukulaza nje wewe na mtoto, kukuletea mwanamke ndani. Dada, bado unaona shemeji anakupenda kweli? Mdogo wangu, hizo ni mistake tu za maisha. Haya nayo yafanya mimi hapa leo, utaje kuyafanya mdogo wangu. Ngoja mimi niende. Dada, siende. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Mwanangu majuzi kati hapo. Mwanangu nimepata bonge ya pisi ya siwezi amini mwanangu. Wewe masiara. Jisu. Mtoto kweli mwanangu. Yaani kati ya visu vyangu vyote unaovijua. Kwa hiyo mwanangu ile chuma mwanangu ni ya gharama. Na mimi kama unavyonijua swaga zangu mwanangu wasipo upoi. Na zile nguo zangu za matukio mwanangu nikamchukua nikampeleka mazingira. Kashati kangu kale keupe waskaji. Si unanielewa? Nakupata. Tunapona. Acha masiara. Si unanielewa? Ule mtoto mwanangu nikaongea naye muda mchache tu kanitolea nje. Sikudanganya eti alinikubalia hapana. Kanitolea nje mwanangu. Nikamwambia okay fresh. Navondoka nikanyanyuka nikarudi nyuma. Nikamwambia sasa sikia nitaje namba yako. Mwenye simuuni ile. Nikamtia 50 mwanangu. Hela iliniuma ile lakini fresh. Akajua akapata bonge ya buzi mwanangu na kajidaftari kangu fulani hivi. Bonge ya msomi. Baba toa jamaa wangu kwa kodi. Nikamwambia mwanangu unyama. Unyama. Akajua mpata bonge ya buzi. Kumbe mwanakondoo ameshinda yule. Mwanangu hivi vitu mwanangu tuna enjoy. Tutakuja kufa kuna mtu atujagusa ndugu yangu. Sasa umeleta mvua sasa. Sio naleta mvua nini bwana? Mimi ndo nakuelekeza hii mvua inakuja kwa sababu ya story inogeshe. Sio unanielewa? Tulia ni meze. Utanichanganya. Nibomoe. Mwanangu kwenye mizunguko yangu mimi nahangaika na hao mikopo hao wenyewe na wakopesha. Yaani nateseka nao kinyama yani. Kuna huyu mwamba huyu anasaga mashine pale chini, unampata? Huyu mwamba fulani hivi anaka kinundu hapa, wanamuita nani? Nani yule? Ananundu hivi anasaga pale. Basi anamuita nani yule? Msafiri. Huyu mshikaji anasaga mashine. Yeah, yule. Oya hawezi amini. Yule jirani yangu. We, mlango huu, mlango wangu, mlango wake. We, masiara. Mlango wa toilet mmoja natumia mimi na yeye mwanangu. Kazini kwako kuna kazi. Wewe jamani msumbufu amenitesa. Sasa sikia mwanangu, yaani huyu jamaa amenizungusha pesa ni muda mrefu sana. Nikienda kwake hayupo. Mara wananiambia niende asubuhi sana au niende jioni sana. Sasa huyu jamaa ananizungusha, mimi nakwambia, yaani tulipofikia ni babaya. Sasa ngoja nikwambie kitu. Mimi sikutoi imani mwanangu, mimi nakuchana makavu. Yule jamaa akikupa pesa, jamani msumbufu kichizi, akikupa pesa yule. Usiniambie. Akikupa pesa, nipige ngumi ya Kali Mandonga, inaitwa Sokonyo. Nipige ngumi ya pua, niko hapa. We, masiara. Akupi hela yule. Mimi nikwambie kitu. Lazima tufike naye babaya. Sasa hizo sheria zenu ndo ziwaokoe. Usimesomea hiyo michongo. Pambania. Mimi nakuhakikishia, lazima tufike naye babaya. Wajua kuna vitu vingine. Kuna haja ya kucheka. Lakini havifurahishi. Lakini bwana za mikopo zenyewe zinanichanganya yani. Achana na mikopo bwana wewe. Mshikaji wangu, huyo mtoto mimi lazima nimngoe. Niwe tule hela upati. Lakini mwanangu yote kwa yote. Ni ule mtoto lazima nimpate aisee. Jua liwake lizime. Mimi naamka nampata. Tena beki. Lakini si una mke. Bwana wewe, achana na mke mwenye mtoto nje ya ndoa bwana wewe, utakufa maskini. Kizuri kula na kuzio.
Kama mwenyewe unanipigia wife kwa nyumbani, mimi najuaje? Mwenyewe napiga basi zangu kunje fresh. Sawa bwana, ngoja mimi niendelee kusikilizia wadai wangu. Acha ushamba na madeni haya. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Baby. Mambo vipi? Poa. Karibu. Nimekusubiri sana leo. Kweli? Na taarifa ambazo ninazo leo na imani utazipenda. Taarifa njema sana. Zipo hizo tena kipenzi changu. Kwambie kitu kimoja. Mamangu. Kitu kilichopo saizi hapo. Sawa? Nataka nifanye process. Sasa bwana, mimi kwa jinsi ninavyokupenda nafikiri unajua. Elewa, yani sio unanipenda, tunapendana. In short. Pate mshenga walau nimpe chochote afike nyumbani kwenu. Bwana, mimi nataka nikuoe saizi. Babe. Sitani? Kweli? Ha. Jamani. Asante. Nataka nikuweke ndani saizi. Uwe mke kabisa. Masuala kusema leo upo, kesho upo, amistaki bwana. Unajua nini babe? Yaani ukinioa. Yaani utakuwa umenipa heshima kubwa sana. Na mimi ndo ninachokihitaji hicho. Yaani ndafurahi sana. Mimi nikiwa mke, wewe ukiwa mume. Nataka kuniambia umeridhika kabisa, yani kwa roho nyeupe. Yaani nimeridhika kabisa, yani kutoka moyoni mwangu. Yaani ungeona huu moyo. Shenga akishamaliza process ya kwenda kuonekana kule. Akisharejea hapa, mimi sasa sawa. Takutoa nikupeleke kwa mzee kule. Hey. Sasa sikia nikwambie kitu. Unajua kuniheshimisha wewe. Ujui tu yani. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Yaani katika hili sina utani kabisa yani. Sawa? Sawa. Nafikiri baada hapo tukishaenda kwa wazazi, tukishatambulishana, nafikiri atabaki kazi ya mshenga kumalizia process ndogo ndogo ili ndoa yetu iweze kukaa sawa. Babe, pokea simu hiyo. Unaona muda mrefu sana inaita. Sasa baby. Kabla wakati nakusubiri hapa, kuna simu ilikuwa imeingia kazi. Kuna jamaa ananiita mara moja hapo. Nafikiri kuna mchongo nataka tukufanye. Kama masaa mawili hivi nitakuwa nimeenda nimerejea. Sawa? Sawa? Sawa, utanikuta. Ila sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwamba napotoka huko labda nikipita pita mazingira nini nikuletee nini mamangu. Chismai, kuku na soda. Kichuna we. Endelea kunichuna mama uongo. Haya basi ngoja mimi niende mara moja then nakukuta. Sawa? Wewe tulia hapa mimi narudi. Sawa, utanikuta. Sawa mama. Haya. Mimi ngoja nimwahi chapo basi. Kichuna naolewa jamani, kichuna naolewa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Mume wangu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe sana. Najua kweli nilikukosea, lakini ukweli nimeshindwa kukaa mbali na wewe. Bado nakuhitaji sana Badui. Nimeshindwa kukusahau. Nimekuzoea mume wangu. Kumbuka ni wapi tumetoka mimi na wewe. Wewe ndio furaha ya maisha yangu. Licha ya yetu tuliyopitia, lakini bado nakupenda. Naomba usifikirie kukaa mbali na mimi. Sitakuwa na uhakika na maisha yangu kama nitakuwa mbali na wewe Badui.
hapa tulipotoka Bajeni mpaka hapa leo tulipofika, tumeshapitia mengi mpaka imefika hatua tumepata mtoto, na mtoto wetu bado anahitaji malezi yetu, anahitaji upendo wa baba, anahitaji upendo wa mama. Tawezaje peke yangu kumlea yule mtoto? Punguza hasira mume wangu, nahitaji kurudi nyumbani niishi na wewe. Nimeshakuzoea mwenzio, nimekuzoea sana, nakosa usingizi kabisa Bajeni. Nahitaji msamaha wako. Nimetambua makosa yangu, na mimi siwezi rudia tena. Nimetambua makosa yangu mume wangu, naomba unisamehe sana. Mdogo wangu, maneno ninayoyasikia mtaani ni mabaya sana. Wendo wa kwenda kulala kabisa kwenye kitanda cha mwanamke mwenzio? Yaani yeye anafukuzwa, analala nje, we unalala ndani? Umeniaibisha sana mdogo wangu, badilika. Kichuna mdogo wangu, kumbuka hii ni dunia. Mambo yote unayomfanyia mwanamke yule, na wewe utakuja kufanyiwa mbeleni. Malipo ni hapa hapa duniani. Badilika, hii ni dunia mdogo wangu. Kumbuka unachokipanda ndo utakachokuja kukivuna baadaye. Fanya ubadilike. Najua umenisikia na umenielewa. Kama naona ndo maisha sahihi, endelea na hayo maisha, ila najua umenisikia vizuri tu kwa masikio yako. Yangu ndo hayo. Mwingine bwana ainilishi, ainivalishi, hajui nakula wapi, hajui navaa wapi, eti anaambia nibadilike. Sibadiliki ngo, naendelea kuwa hivi hivi. Ona anijui. Ngoma kali. Mama J, ulikuwa unasema je vile? Nilikuwa najiuliza, Mama J bila mimi hawezi akatoboa. Mimi ndio jembe lako Mama J. Lakini ukweli umezihirika. Bila mimi wewe utoboi. Mama J, safi. Fanya vizuri. Mimi ndio jembe lako bwana. Mama J, yani siku moja tu wewe umeshakonda hivi. Inakuwa nakupendi kweli. Nyanyuka mama. Nyanyuka. Karibu. Karibu Shem. Vipi, huyu nimemkuta? Kwa bahati nzuri leo umemkuta. Okay, basi naomba nitie. Okay, hamna shida. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani.
Mungu, uzima ndio kila kitu. Pole na kazi babangu. Da, asante. Nimepoa. Nashukuru sana. Nimepoa. Habari ya kushinda? Nisema tu za utokako. Huko ni salama, lakini pia si salama. Yote yanawezekana. Lakini kikubwa naona kama 90% ni za ushindi. Uwezi amini, muda ule nimetoka nimefika kwenye kikao, nitegemea leo nitarudi na pesa. Uwezi amini mama. Nimefika pale. Sijui kuna ndugu wa bwana harusi pale. Kaleta fyoko. Sijui kuna msimu mwingine na nini, lakini uwezi amini mimi mwamba nimekomaa. Mimi si unajua wale familia wananielewa. Kwa hiyo ndugu zake wengine wamepambana, wameniweka tena pale. Lakini mimi tegemezi langu ilikuwa leo nirudi na pesa mke wangu. Si unajua tena hapa katikati tutakula nini, labda tukie dili nyingine. Mungu akaniambia pesa watalipa kwenye kikao cha mwisho. Nikasema sio kesi. Mapangano Mola wanadamu hatuwezi kupinga, huenda ina makusudi yake. Pole, lakini utapata tu pesa. Tasijali. Unajua sana kunifariji mke wangu. Lakini chapati zipo. Zipo. Ila pata zile chapati. Chapati zipo. Zipo. Ila kupata chapati. Twende ukaoge kwanza. Nimetoka na njaa. Nikaoge kwanza. Nikiangukia bafuni na bwana. Nitakokota. Hapana, wewe nilete chapati. Nizibonde kwanza. Kwa kuwa unajua hivyo ni vitu ambavyo mimi napenda sana. Nizibonde kwanza alafu nikaoge. Vibaya hivyo. Serious. Yaani niko njiani kwa nawaza chapati. Nafika unaletea mambo ya kuoga. Hapo gani sasa hiyo? Twende ukaoge. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Bwana Msafiri, hivi unaleta ni mazoea gani haya? Ndio tulikubaliana hivyo ulivyokuja kukopa? Msafiri, hivi unajua unaleta masiala eh? Hivi unajua hizi ni kazi? Natambua. Yaani mimi nimekukopesha pesa wewe, unanizungusha muda wote huu mpaka saa hizi. Halafu siku ile umekuja na mdhamini wako, yule mwanamke unadai ni mke wako, kumbe sio mke wako. Si umekitolea wapi kile kidada unakuja nacho unaniambia ni mke wako? Sasa umekuja kama kunizalilisha sasa. Hapana, hizo ni njia za udanganyifu. Kwani bwana Samueli, wewe umekuja kudai deni, umekuja kuifahamu familia yako. Kwa sababu umekuja na mdhamini unadai ndio mke wako, lazima nikuulize na nikuambie. Wewe uliniambia yule ni mke wako, kumbe mke wako ni huyu hapa. Tayari hizo ni dalili za uongo, Msafiri. Yatekeleza nilokuambia. Nikija siku nyingine tusije toka laumiana. Bwana Samu, nimekwambia hivi, nimeshakuelewa. Wewe sio mhubiri bwana. Nimekwambia nimeshakuelewa, umekuja umenielekeza, nimeshakuelewa. Full stop. Sasa unarudia maneno yani bwana, mimi nimeshakuelewa. Lazima nirudie, nipo kwenye haki yangu. Hii ni pesa. Hizi ni pesa. Sawa? Alafu heshimu pesa za watu. Shemeji, mwambie mmeo hizo ni pesa. Sijui umenielewa? Heshimu pesa. Ndio nashangaa nini? Ndani. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Oa, sisi njoo hapa.
umesahau kabisa tulichoongea? Hapana, nataka kama nimesahau. Ila wewe hapo unafanya nini? Na ulipokuwa nyumbani nilikueleza kitu gani? Ongea na mimi bana, sinaongea na wewe. Hasa unamwonea huruma nini binadamu ambaye hana huruma? Alikuwa anakunyanyasa na kutesa. Au tunaanza kumwonea huruma ili iwaje? Ili kitokee kitu gani? Na maana kitu tunachoongea mimi kakako kwako akikunani chochote, si ndio? Hapana. Si nilikwambia usije tena hapa, ukae nyumbani ule mtoto. Sasa sikizeni nikwambie. Maisha unayotaka mdogo wangu utakuacha uishi kadri unavyotaka. Ushanielewa Masuala kwamba mimi kakako naenda kupambania huko, napiga kelele, napigana na watu, kumbe mdogo wangu umefurahia haya maisha, si ndio? Naenda kufanya vurugu kwa ajili yako mdogo wangu na kutetea, kumbe uone kabisa anachokifanya. Si ndio? Sio nimefika mbali, anakupa nini huyu mpumbavu? Kwa muhimu ni mume wako kuliko kakako, si ndio? Ile una maana gani? Nisisikie wala sitaki kabisa. Swala inaruhusu wewe na mume wako. Hayo mtamalizana wenyewe kwa sababu ushaanza kunifanya mimi ni mjinga. Ushaanza kunifanya mimi ni mtoto mdogo, si ndio? Haya, na huko umekaa unapiga story. Mtoto umemwacha na nani kwa? Acha ujinga, mtoto analia kule ulikomwacha. Fanya lako kumchukua mtoto sasa hivi. Acha upumbavu mdogo wangu. Hebu mfuate mtoto analia huko. Shamba mmoja. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Kichuna. Baba. Nimekuita hapa nikiwa na bashasha. Si nilikwambia kama Mama Jay ameondoka? Uliniambia. Akasema yani mimi namtesa sijui nini. Bwana. Leo amerudi. Tena amerudi anagaragara. Usiniambie. Anasema Baba Jay, siwezi kuishi bila wewe. Mimi na kwa zangu naangalia TV. Namwangalia kwa dharau. Analia mtoto wa watu. Unaona? Nikamwambia siwezi kuvumilia na umbea, acha nikampashe kipenzi changu. Ndio maana nimekuita. Ishi hapo kwanza babangu. Mimi mwenyewe baba nina taarifa zangu. Nataka nikupe. Sasa hivi Kichuna anaolewa. Baba Jay bwana, mimi naolewa. Mimi sasa hizi ni mke wa mtu. Kwa babangu nilikuwa ninachokuomba kama Mama Jay kaja kukuomba msamaha, naomba umsamehe tu. Kwa sababu mimi sasa hizi naenda kuwa mke wa mtu. Naenda kuolewa. Na sasa hivi mimi na mchumba wangu tupo kwenye process za kutafuta mshenga ili yule mshenga aje kwetu, atoe barua niwe mke wa mtu. Kwa hiyo baba yangu mimi na wewe basi. Wewe Kichuna. Naona kakaangu kashachoka kabisa kuhusu mimi. Na ndio ushaharibu hivyo. Sijui unafanyaje. Yaani nishakosa msaada kabisa. Hadi naogopa. Pole sana rafiki yangu kwa changamoto unazopitia. Ila Mungu akutie nguvu. Alisimamia kweli katika hilo. Maana naogopa. Sasa mwai mtoto na kakao kashasema mtoto analia sana. Mtoto wako kama unavyomjua akianzaga kulia unamjuaga mwenyewe kumbembeleza. Hayo mengine tutajua baadaye. Kweli shoga yangu. Acha tu niende nyumbani. Maana nitakuta Sofia kule kafura mpaka basi. Pole lakini. Asante. Kichuna nini baba? Kichuna nini? Saa jina langu mimi ni Kichuna, lakini baba yangu mimi ni mke wa mtu saizi. Kwa hiyo kama mke wako kaja kukuomba msamaha, umsamehe. Kwa sababu sasa mimi naenda kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo mimi na wewe mawasiliano mwisho ni hapa. Naomba unipigie simu, usinitafute. Wala pale kwangu pale sitaki nikuone.
mahusiano yetu sisi hapa yanaishia hapa. Tukitoka hapa kila mtu anafanya mambo yake. Ina maana yote ambayo tulikuwa tunakaa mimi na wewe tunayajadili, ulikuwa tu na mpango wa kuvuruga ndoa yangu, si? Baba, nilikuwa nafuata tu wewe. Kujishusha, msamee. Ungeniambia kama una shida hela, mimi ningekusaidia. Kuliko kujifanya unanipenda sana na kuharibu ndoa yangu. Unajua babangu, nikupe siri moja ya mwanamke. Mwanamke akihitaji hela kwa mwanaume, atamuonyesha mapenzi yote, staili zote, ili mradi tu ampe nini? Pesa. Kwa na mimi yale mapenzi ambayo nilikuwa nakuonyesha ni hela tu babangu, lakini sasa hivi nenda kuwa mke wa mtu. Kwa kama mama J kaja kuomba msamaha, umsamee tu, mrudiane, mlee mtoto. Pia mtoto bado mdogo sana. Maisha mema na mkeo. Sasa pambana na mke wako na mimi nakupambana na mume wako. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Usinitafute, nisikutafute. Kwa heri. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Babe. Oh. Mambo. Safi baby. Safi. Karibu kae. Asante bwana na kazi. Ndio. Safi bwana na kazi. Asante kwa poa. Wazima nyumbani. Niambie. Sawa. Babangu, mimi nimekuja hapa kwa swala moja tu. Nimekuja hapa nikuulize vipi hiyo swala letu. Maana nina hamu na kimuyemuye. Sasa sikia mamangu nikwambia. Unajua kwa jinsi ninavyokupenda, kwa jinsi ninavyokujali, hii swala mwenyewe natamani sana liende haraka. Sawa? Ila ondoa shaka. Sawa? Ondoa wasiwasi pia. Na imani kwa 90%. Sawa, nimelikamilisha swala letu. Ushaelewa? Kwa kilichobaki ni kitu kidogo sana. Umeshanielewa? Kwa hiyo ondoa wasiwasi, ondoa shaka kwa jinsi ninavyokupenda. Lazima tufanikishe hizo. If baby, imagine ukinioa, ukiniweka ndani. Yaani utapewa vitu ambavyo yani hujawahi pewa katika maisha yako. Hivi shoga moja ya darasini na iliki. Yaani sasa mimi ukinioa, yaani utakuwa umeoa bonge la kitu kwa sababu mimi na vitu vyangu fulani hivi. Nikikufanyia, utoboi, yaani na uniachi. Kwani naomba tu ni jambo lifanyike haraka kama na kimuemue yani. Nakuomba baby please. Sijali mama, sawa. Na imani kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Nimeshakamilisha hili swala. Lazima liende kama tulivyopanga. Mimi lazima nikuoe. Sawa. Sawa. Penda sana. Vipi tena? Bwana, mimi bwana, na nikumbatie kidogo. Sikia wewe ofisini hapa. Unajua watu wanakuja, sikia bwana, watu wanakuja muda wote hapa bwana, unajua. Bwana, achana na wao. Sasa sikia. Bwana, bado. Bwana ni ofisini. Wewe ofisini hapa bwana, inaitwa juu au vipi? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Wewe mzee vipi? Kama kawa. Fresh kabisa. Shwari. Uhakika? Ni uhakika. Vipi katika zile harakati zetu bwana, nishapiga na hisi nishamaliza. Kwa hiyo nahisi harakati zilizobaki hizi tutamaliza. Okay. Niambie. Sasa mwanangu, leo mimi nina jambo langu. Sawa? Jambo gani sasa? Sasa bwana, mimi ndugu wangu nataka kuoa. Unataka kuoa? Hilo jambo la heri. Shukuru. Hilo ni jambo la heri, kama unaoa oa. Shukuru sana. Ndio. Unavyoniona hapa mwenzio. Yaani nikitoka hapa, nikifika maskani ni mimi na dingi tu. Kazi zote nifanye mimi, nichote maji nifanye nini? Mimi mwenyewe, afu mwenyewe mtoto wa kiume. Nahitaji kuwa na kwangu. Kwa hiyo unamuoa nani sasa?
Sasa kwani umjui ni nani shemeji yako? Si yule mtoto Kichuna bwana. Yupi huyo? Yule mtoto Kichuna anayekaa bondeni pale kwa yule nani? Kwa hapa nani? Pale bondeni yule mtoto Kichuna. Huyu Kichuna naye mjua mimi? Huyo. Yeah. Hapa mtaani hafai. Unanishaurije? Hata mimi mtoto nampenda. Siwezi kumwacha kirahisi kama mnavyozungumzia. Hafai vipi bwana? Au ushaanza wivu tayari? Mimi sina wivu wowote na wewe. Lakini hata wahenga walishasema, kosea vitu vyote usikosee kuoa. Na hapo unapotaka kuoa wewe, achunguze kwanza kabla ya kuoa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule mtoto lazima nimuoe. Yule mtoto mimi nampenda. Sawa? Naye ananipenda. Ushaelewa? Wewe kama ndo mchawi wa maisha yangu, sasa nakwambieje? Yule mtoto mimi namchukua. Ushaelewa? Sasa nikwambie kitu kimoja. Kama ulifikiria kwamba ukiniambia hivi nitakuelewa, siwezi kuelewa ujinga kama huo. Yule mtoto lazima nimchukue. Huo ni wivu. Mimi sina wivu na wewe ndugu yangu. Ningekuwa na wivu na wewe, nisingekupa kazi. Sikiliza nikwambie, wewe ndo mchawi wewe. Hapana. Mimi nilikuwa ninakushauri kama ndugu yangu, kama mtu ambaye nampa kazi. Nishauri niachane na mwanamke ambaye nampenda? Mwanamke ambaye ndio kila kitu kwenye maisha yangu? Sawa. Moe. Mimi naondoka. Sawa? Cha kufanya si mziidi. Ama mengine mimi sitaki. Ushaelewa? Sitaki ushauri kabisa kuhusu yule mtoto. Nitakupigia ukiwa na shida kazi, nitakupigia. Kana shida gani? Yaani watu unamuelewesha, unamwaminisha, haelewi. Shogangu, naomba nitangulie shukrani zangu za dhati kwa kuhudhuria kwenye harusi yangu. Nashukuru sana. Hilo tu, usijali. Na siku ile rafiki yangu ulicheza, yani ulicheza mpaka nikawa najiuliza, hivi huyu ni Anet kweli? Afu ulivaa, ulipendeza mpaka ulinizidi yani. Kweli najiuliza, Anet huyu anataka kunichukulia bwana wangu nini? Si unajua tena. Alafu kingine rafiki yangu, nimekuja hapa kukualika. Kaka yangu Jumatano atamleta wifi pale nyumbani. Kwa nilikuwa naomba na wewe uhudhurie rafiki yangu. Kumtambulisha tena? Jambo jema kumbe. Hata usijali. Si tuishakuwa ndugu tena marafiki wa karibu kabisa. Sawa, hicho ndio kilichokuwa kimenileta hapa, yani hicho ndio kikubwa. Kilichonileta hapa, kilichonitoa kule nyumbani kuja hapa. Takuja mimi saa 12 nipo pale nimefika. Si unajua tena mimi bila wewe shughuli haiendi kabisa. Kweli nishakuzoea. Sawa ndugu yangu. Sawa, ndo hicho tu. Haina shida, karibu. Asante, nishakaribia. Nikaribie mara ngapi tena? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Ndio shangazi. Nasikia tu watu kwamba hujakaa vizuri kwenye ndoa yako. Ni kweli? Wala hujawahi kuniambia. Nasikia maneno mengi. Ni kweli wanayoyaongea watu? Yaani si hujawahi kuniambia, hujawahi kusema. Nasikia tu watu. Ni kweli? Ni kweli shangazi. Ndoa yangu imekuwa matatani sana. Na sio kwamba sikutaka kukwambia, ila nilikuwa najipa muda. Pia nilikuwa nampa muda mume wangu. Labda itafika muda atabadilika. Na kuona hiki anachokifanya si sawa. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, naona matukio ndo yanazidi. Yaani habadiliki kabisa. Imefika muda nimechoka shangazi. Moyo wangu umechoka, umekufa kabisa. Pole. Nilijitahidi kulileta hili kwa baba, lakini baba naye alinijibu majibu mabaya sana.
aliniambia mlishapokea posa na mahari. Kwa hiyo mimi nilishauzwa. Ina maana shangazi, lile posa na mahari ndio mliamua kuniuza binti yenu? Hapana, sio hivi. Pole. Umeshawahi enda kwa viongozi wa serikali pale nyumbani kwenu? Nilivyoleta hili kwa baba na nikaona baba hajalipokea kwa ukubwa, alichoniambia yeye nikamtafute mshenga, alafu tuje tukae tuongee naye. Nikaona haina haja, nikaamua kuendelea tu kuishi maisha yale ya mateso na taabu. Msafiri. Naam basi. Nadhani kijana ameshakufuata zaidi ya mara 3 kama sio mara 4. Lakini bado unaonekana wewe ni msumbufu. Shida nini? Amenifuata mara 2 tu bosi. Hapana. Usibishane na mimi. Unajua bwana Msafiri, hii ni biashara. Lakini pia ni kazi kama kazi zingine. Lazima uheshimu na ufuate misingi. Pesa ambayo wewe umeichukua na ukaitumia kwenye shida zako, hiyo pesa inatakiwa kurudi ili iendeleze mzunguko wa kusaidia watu wengine. Lakini Msafiri, unapochukua pesa alafu unaifungia nyumbani kwako, unategemea sisi ofisi tunaiendesha vipi? Ina maana watu wengine wasisaidike kwa sababu yako? Mtu anapokuwa mpatwa na shida anakuja kwetu ili angalau waweze kupata haueni. Hata wewe ulikuja ukiwa na shida, tukakusaidia. Sasa unadhani hizo pesa ukiendelea wewe kuzifungia huko, wengine wanavokuja watapata huduma, hizo pesa, yani pesa zitakazohudumia zitatoka wapi? Ikiwa wewe pesa ambayo inatakiwa irudi ofisini iendeleze mzunguko, wewe umeingangania. Bosi wangu, ni mambo tu yalikuwa yamekaa vibaya. Mambo gani yamekaa vibaya? Kila siku wewe mambo yamekaa vibaya. Zile ni pesa bro. Alafu zile pesa zinahitajika zikae zifanye kazi kwenye mzunguko wake wa kila siku. Wewe unapokuwa na shida, sio kana kwamba shida yako wewe ndio imemaliza shida za watu wote duniani. Hapana. Katika hili swala mimi sina msamaha wote na wewe. Na kitu ambacho nataka kukuambia leo hii ni kwamba sisi tumechoka. Tumechoka kukufuatilia. Sasa basi, jitahidi sana kabla sijafanya maamuzi magumu ya kutumia hasira yangu kuja kuchukua hiyo pesa kwako. Usiseme baba hakulipokea. Alipokea. Unajua babako jinsi alivyokuwa mpole. Ni mpole sana babako. Lakini ukienda kwa kiongozi, atakuchukua wewe na mmeo, atawakalisha, ataona tofauti zenu zikoje. Hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Kila jambo lina mwisho. Ndoa inahitaji uvumilivu sana. Lakini najua haya ni mapitio tu. Hata mimi mwanzoni nilipitia sana. Lakini ilifika mwisho mambo yakawa vizuri. Hilo ni la maana sana. Kwenda kwa kiongozi kubwa kabisa, tutamuomba Mungu. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Tutamuomba Mungu, lakini nitamuita yeye na wewe, tukae tuongee, tutaona shida iko wapi. Lakini kikubwa tumshirikishe Mungu katika hili. Hakuna jambo ambalo Mungu hajui wala haliwezi. Ni mambo tu ya ujana, yatakuwa sawa. Asante. Nashukuru kwa maneno yako mazuri na ya faraja. Angalau sasa nahisi nimetoa mzigo mkubwa sana moyoni mwangu. Moyo wangu sasa una amani. Nashukuru sana shangazi yangu. Asante sana shangazi yangu. Mungu akubariki sana. Sawa shangazi. Basi mimi ngoja nikapike huko jikoni. Sawa.
mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Samehe kiongozi. Mpaka sasa hivi tumekaa hapa mimi na wewe, inadhihirisha wazi kwamba nimeshakusamehe. Bila ya hivyo wewe, haya mazungumzo tungeenda kuyazungumzia polisi ama mahakamani. Nashukuru. Aise, sitakuwa na huruma na wewe tena. Na kwa nafasi tu ya upendeleo nakupa siku hii, fanya vyovyote utakavyoweza, make sure pesa inakuja ofisini. Bila ya hivyo sitokupigia simu, sitomtuma mtu yoyote, ila kitakachokuja uwe tayari kukipokea. Lakini bosi, unajua bwana Sama alikuja akachukua kafiriji kangu pale. At least hapa ningesema naenda kuuza kale kafiriji, lakini nako Sama alishachukua bosi. Yaani sina cha kuuza bosi wangu. Safiri, friji halina thamani ya pesa ambayo sisi tumekupa. Sawa. Sawa. Friji lenyewe lile bovu linatufaidisha nini? Sawa mkuu, nimekuelewa. Bwana, mimi nadhani nimemaliza. Sawa. Kilichobakia ni wewe kufuata utaratibu, ila kama ukiamua kukiuka katika hili, asitaki kuongea sana, mimi nitajua cha kufanya. Maana mkaidi huwa afaidi mpaka siku ya Idi. Sasa subiri ifike hiyo siku ya Idi, utajua Idi ni nani. Nadhani tumeelewana. Sawa basi. Sawa. 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 Bwana, nilikuwa nimesahau koti. Unajua haya mambo bwana, changamoto. Asante bosi. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba, maisha ya dhiki dunia ni mbaya. Sasa baby, hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Sawa mimi. Sawa? Hapa ndo nyumbani kwetu. Jisikie huru kabisa. Ngoja nafikiri wifi zako wako ndani. Ngoja niwaite. Sawa. Sawa. Au unasemaje bwana mkuu? Sasa tulia. Hapa tulia. Leo nini sasa na wewe? Hapa tufanye kitu kimoja. Stili. Hayo stili. Basi sawa, hamna shida. Linda brand. Au si? Nakubali sana mwanangu. Unaona? Sema nakubali sana mawazo yako. Wewe sister. Dada. Wewe sister ye? Njoo bwana, kuna mgeni hapa chapu. Shakuletea wifi yako tayari. Njoo ne chuma hiki. Sasa hapa naenda kwa mimi. Kama tutaanza na siku zote za mtu mwenyewe. Ukiona chuma lakini umekikagua vizuri? Kiangalie chuma umekionaje? Wewe yaliyomo yamo kaka. Umeona Kakako unajua kuchagua. Ali huyo. Sofia! Ali huyo. Njoo shuhudie chuma hicho cha kakako. Ali mwana kwetu Ali. Ali huyo. Acha wewe. Hapa sasa mambo kwa ushahidi. Mimi nishamaliza kazi yangu. Ni macho yako tu kuhakikisha. Karibu sana msichana. Ujisikie uko nyumbani. Funua bwana, mimi nashoka kumuona huyu. Hapa mambo kwa ushahidi.
Jionee mwenyewe sasa hapa. Karibu sana wifi yangu. We malaya, umefuata nini nyumbani kwangu? Wewe unampigaje mke wangu? Usi wifi yako. Vipi tu unaanza kumpiga piga? Shida nini? Sielewi nini wakati unampiga mke wangu? Kwa hiyo umetoka na wanaume wote huko mtaani. Umeona haitoshi. Umeamua huyo ni familia yangu, si ndio? Dada mbaya wewe. Dada, unanitaka nini wewe? Unataka nini kwenye familia yangu na kuuliza? Nini unataka kwenye familia yangu? Kaka. Dada, shida nini? Mbona mimi siwaelewi nyie? Kaka. Manyanyaso, kulazwa nje, kunyimwa chakula. Sababu ni huyu kaka. Huyu ndo sababu ya kila kitu kwenye maisha yangu. Toka hapa nilipofikia sababu ni wewe dada. Huyu ndo mwanamke ulioniletea eti. Huyu ndo wifi yangu mimi. Ina maana anozungumza dadangu haya ni ya kweli kwako? Mbona uliniahidi mambo mengi sana. Umeniambia vitu vingi sana. Kwamba umejitunza kwa ajili yangu. Kichuna hiki nini sasa? Heshima yangu iko wapi sasa? Mwangalia alivyokosa aibu. Umekosa aibu we dada jamani. Kichuna, wewe ndo mwanamke pekee sana ambaye ulitawala moyo wangu, ambaye ulitawala hisia zangu. Lakini leo nini unafanya? Nini umefanya? Mwanamke mwenye sifa, mrembo, ana tabia nzuri ndo huyu kaka, si ndio? Mwangalie sura yake ilivyokosa aibu. Kaka, huyu ndo mwanamke wa Baba Jay kaka. Mapenzi yote niliyokuonyesha unaniigizia? Kichuna, bwana nilikuwa nakupenda sana. Mungu wangu. Familia yetu imeingiliwa jamani. Yaani kumbe ni wewe. Wewe ndio uliyemtafutia shida dada yetu, si ndio? Umevuruga ndoa yake, umemlaza nje hadi mtoto mdogo yule. Wewe ukaingia kulala kitandani, ulilala usingizi kabisa, ulikujia. Dadangu mimi anapata shida, anateseka na baridi usiku kucha pamoja na mtoto. Wewe umelala ndani kwake, unafurahi, unaenjoy Dada, ulishindwa kuwa hata na roho ya huruma hata kidogo wewe mdada. Nakuuliza wewe, ulikuwa hauna hata huruma wewe? Wewe, wamekufunzaje wewe nakuuliza? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, bi mtoto wa mtaani.
Jacobo wangu, siwezi nikakupoteza katika maisha yangu. Wewe ni mwanaume ambaye nilikupenda, nilikuthamini. Wanaume wote nikaona takataka, nitakuthamini wewe Jacobo wangu. Nimekosea najua. Pia Jacobo, hata kwenye kabati glasi huwa zinagongana. Jacobo, mambo unisamehe. Taarifa ambazo ninazo leo na imani utazipenda. Taarifa njema sana. Zipo hizo tena kipenzi changu. Mwambie kitu kimoja. Mama yangu. Kitu kilichopo saizi hapo. Sawa? Nataka nifanye process. Sasa bwana, mimi kwa jinsi ninavyokupenda nafikiri unajua. Elewa, yani so unanipenda, tunapendana. In short. Pate mshenga wala unimpe chochote afike nyumbani kwenu. Bwana, mimi nataka nikuoe saizi. Babe. Stani? Kweli? Jamani. Asante. Nataka nikuweke ndani saizi. Uwe mke kabisa. Masuala kusema leo upo, kesho upo, amistaki bwana. Unajua nini babe? Yaani ukinioa. Yaani utakuwa umenipa heshima kubwa sana. Na mimi ndo ninachokihitaji hicho. Mimi ndafurahi sana. Mimi nikiwa mke, wewe ukiwa mume. Unataka kuniambia umeridhika kabisa ni kwa roho nyeupe? Yaani nimeridhika kabisa, yaani kutoka moyoni mwangu. Yaani ungeona moyo. Mungu wangu, nimekutenda dhambi nyingi sana. Nimeharibu ndoa za watu nyingi sana. Nimetembea na wanaume za watu wengi sana. Mungu, naomba unisamehe. Nimekuja mbele zako Mungu. Naomba uzifute dhambi zangu. Naomba unifute kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Mimi na hapa nachekesha sio? Yaani mimi nikupishe wewe na mwanamke mwingine ni kwangu. Mama Jay, sitaki kurudia mara ya pili. Nitakata makofi sasa hivi. Wewe acha ukumbavu, kamtoa Jay ndani. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu. Mama Jay, uko ndani umehamia au? Sasa tena kuita Kichuna. Nataka niitwe Neema, ambayo ni neema ya Bwana. Mungu, naomba unibadilishe. Nataka kuwa mwanamke ambaye nilikuwa awali. Sio Kichuna huyu. Anapigwa, anadhalilika, anayetembea na wanaume za watu. Na mimi natamani kuonekana kama mwanamke aliyoolewa. Mungu, naomba utetee furaha yangu. Nampenda sana Jacobo. Ndiye alikuwa mwanaume pekee wa ndoto zangu, ambaye nilikuwa nampenda. Naye pia alikuwa ananipenda. Lakini ona leo hii nadhalilika mbele ya marafiki zake, mbele ya dada zake, mbele ya dogo zake. Nashinda mtani na randa dunia tambara bovu limekata kama. Neema mdogo wangu, karibu sana. Hapa ndo nyumbani ninapoishi. Kachumba changu haka kadogo. Maisha yanaendelea yote huko. Asante dada, nimekaribia. Nimeona mji jinsi ulivyo. Mji ni mzuri. Na hapa kwako ni pazuri sana. Nimepapenda kusema kweli. Japo nimeingia mjini na kuumwa, lakini najua nimetoka mji mwingine naingia mji mwingine. Kwa kuumwa lazima. Asante dada. Kwako ni pazuri, nimepapenda. Naona ukinitafutia kazi na mimi nikiwa na kazi nakuwa na geto kali kama hili, geto nzuri. Naomba tu Mungu hiyo kazi ipatikane haraka na mimi niwege na geto kama hili. Sijali. Mimi hapa ndo ninapokaa. Tangia nimetoka hapo kijijini. Nilianzia maisha hapa moja kwa moja mpaka leo nipo hapa. Tutaishi yote hapa muda wote mpaka utakapopata kazi. Tutakuwepo hapa.
Afu dada, nikwambie kitu kimoja. Ndio. Nilikuwa natamani sana kuja huko mjini. Ila nilikuwa naongea na Daesta. Daesta kama ananipiga chenga. Kia nikiongea naye anapiga chenga. Lakini Danet, una moyo fulani hivi. Una moyo mzuri sana dada yangu. Nimeongea naye mara moja tu. Umeniambia njoo na umenipokea vizuri. Mimi mwenyewe nimependa jinsi ulivyonipokea dada yangu. Mungu akusaidie. Yaani wage na moyo huo huo. Ipo siku na mimi ndakulipa wema ambao umenifanyia. Nikomba tu Mungu nipate hiyo kazi. Ndakulipa wema ambao umenifanyia. Ni binadamu wachache sana wenye moyo kama wa kwako. Mungu akusaidie dada yangu. Uwe na moyo huo huo wa kusaidia. Hapa mjini kuna vishawishi vingi sana. Kwa ninachokuomba uwe tu mtulivu. Ukitulia utafanya kilichokuleta hapa mjini. Usije ukaja hapa leo, kesho ukajifanya na ujua mji sana. Kilichopo hapa ni kutulia, kuwa makini na vitu vya hapa mjini. Usipokuwa makini, utajikuta umepotea hapa mjini. Na kazi utashindwa kufanya. Tutakaa hapa hadi kazi itakapopatikana. Kwa uwe huru, uwe na amani. Kwa sababu upo ni kwa dada yako. Sawa mdogo wangu. Cha msingi tu ni kuwa tu na utulivu. Ngoja mimi niende sokoni, nifuate mboga, sije nikawa nakupigisha story hapa na njaa zinauma. Na njaa inaniuma. Nakukuta mara moja. Ai. Mimi nitakuwa na geto kali kama hili. Yaani hapa mjini hapa. Nitawalamba wanaume hela mpaka naage na geto kama hili. Yaani watanikoma. Naomba unisamehe sana mdogo wako. Nilikukosea sana dada. Naomba unisamehe. Dada, dunia imenifunza. Dada, dunia imenifundisha. Najuta mimi kwani sikukusikiliza. Najuta. Dada, naomba unisamehe sana dadangu. Ulinifuata kwa upendo. Ukaniambia mdogo wangu, acha tabia unayofanya. Na ukunifuata mara moja, ulinifuata zaidi ya mara mbili. Dada, wewe ndo dada yangu ambaye nakutegemea. Wewe ndo dada yangu ambaye umenitoa kijijini, umenileta mjini. Wewe ndo umenifundisha maisha, wewe ndo ulinitafutia kazi. Lakini dada, sikukusikiliza na nikakupuuzia. Na uliniambia mdogo wako, uliniambia hapa mjini tulia. Lakini dada, sikukusikiliza, nikakuona kama wewe ni fala. Nikaona kama wewe ni kapuzi fulani hivi. Lakini dada, nimejifunza mdogo wako. Wahenga wanasema asiyofunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Dadangu, ulimwengu umenifunza. Tulipanga malengo naye mengi sana. Na akaniambia ipo siku ndakupeleka nyumbani. Na aliniahidi na kweli ikatimia hiyo siku. Akanipeleka kwao. Tulipofika kwao, wifi yangu alinishangilia sana. Lakini dada, huyo wifi yangu nishaitoka na mume wake.
Hapo dada ndo niliharibu kila kitu niliharibu katika maisha yangu. Najichukia mimi, najichukia kwa sababu nimeharibu kila kitu, kwa sababu yule kumbe ni wifi yangu, afu nikaenda kutoka na mume wake. Yani nimechukia, yani najichukia mwenyewe dada, yani najichukia. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Ndugu wangu Sofia, nasema asante kwa kuitikia wito wangu na nimefurahi sana ulivyoitikia wito wangu. Nilikuwa naomba unisamehe. Najua nimewakosea sana, nimekosea familia yenu kiujumla. Ndugu wangu, nilikuwa naomba unisamehe. Pia nilikuwa naomba umwambie Mama Jay anisamehe. Sio Mama Jay tu, na kaka yako wote naomba wanisamehe. Najua nimewakosea sana, nimewavunjia heshima, na pale mtaani nitakuwa nimewachia aibu kubwa sana. Sasa hivi mimi nimebadilika, nimekuwa sio Kichuna tena, nimekuwa naitwa Neema saizi, sio Kichuna tena. Naombeni mnisamehe. Najua nimewakosea sana, najua nimewadhalilisha. Naomba unisamehe mdogo wangu. Naomba kaa hapa dadangu, naomba kaa hapa, huko nikuninia laana. Wifi yangu au Sofia, naomba unisamehe. Nimewakosea. Naombeni mnisamehe. Nimebadilika. Unasema naitwa Neema eh? Ndio, naitwa Neema, sio Kichuna tena. Natumaini hata tabia zako zitakuwa kama jina lako lilivyo kwa sasa. Kuhusu mimi na moyo wangu, ninakusamehe kabisa. Yaani sina kinyongo na wewe. Nitajaribu kwenda kuongea naye, akikubali kuonana na wewe, ndipo utakapotoka wewe huku kwenda kumwomba msamaha kule. Ila kwa saizi siwezi nikajibu chochote. Sawa dadangu. Sawa mdogo wangu. Asante sana kwa kunisamehe. Na nimefurahi pia kwenye umekubalia msamaha wangu, maana nilikuwa nawaza kama hautapokea msamaha wangu. Ila kwa kuwa umepokea msamaha wangu, nashukuru sana. Asante sana. Pia Neema eh? Sawa. Sasa wifi yangu Neema, mimi nilikuwa naelekea hapo mbele kidogo, nina haraka. Naomba niende. Sawa wifi yangu, nashukuru kwa kunisikiliza. Na samahani kwa kuuta muda wako. Hamna. Hujanipotezea muda. Hujanipotezea muda kabisa kwa mambo tuliyoongelea hapa. Hujanipotezea muda. Basi mimi naenda. Haya wifi yangu. Neema eh? Hapa sasa moyo wangu umekuwa safi kwa sababu wale wote ambao niliwakosea wamenisamehe. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Mama. Yes. Kuna jambo limenileta hapa, ni kwamba unishauri kidogo. Okay. Kichuna leo mchana alinipigia simu, akaniambia tuonane. Nilivyoenda nimefika pale, hapana, niomba msamaha. Nimedai kuwa mimi, dadangu na kakaangu tumsamehe kwa aliyofanya. Amedai kuwa amerekebika. Na kingine kaniagiza niende kwa dadangu nikamwombee msamaha pamoja na kaka. Sasa mimi kabla ya kwenda nikaona nije nikombe ushauri sasa wa mume wangu, nishauri. Mama naweza nikaenda kwa dada nikaharibu tena. Na kujua jinsi ulivyokuwa muoga. Ila Waswahili wanapenda kusema wasiwasi ni akili, si ndio? Mimi mke wangu najivunia sana akili yako kwa sababu huwa unapenda sana kuishi kwa tahadhari. Ila katika hilo swala mimi binafsi naweza kumpongeza sana huyu Kichuna japokuwa simfahamu. Nawishi sana kama ningemfahamu huyu binti. Kwa sababu jambo aliloliamua ni jambo la busara sana.
Na Waswahili wanasema hivi, pindi mtu yoyote anapoamua kuchukua jukumu la kukubali makosa yake na kuja kuomba suluhu, maana yake anajutia kile alichokifanya. Tafsiri yake ni kwamba huyo ni muungwana. Kwa maana hiyo anahitaji kuitengeneza amani ili aweze kuishi kwa amani pamoja na nyinyi. Sawa? So mimi nadhani hata ukienda kumwambia dada yako hili swala, litakuwa ni swala jema tu. Sioni kama lina dosari yoyote. Kwa sababu hilo ni swala la upendo. Umeona? Ndio maana wakasema samehe 7 mara 70. Unajua kwa nini? Kwa hiyo utakavyoshindwa kumsamehe leo mwenzio, na wewe kesho utashindwa kusamehewa. Utakavyomsamehe mwenzio, na wewe utasamehewa. Je, nikuulize swali. Vipi kama wewe ukao umemkosea mtu, alafu unapohitaji kwenda kumwomba msamaha, yule mtu anakuwekea ugumu, utajisikia? Utajisikia vibaya. Yes, kama ambavyo utajisikia vibaya, ndivyo ambavyo yule kichumi anajisikia vibaya na anahitaji apate amani ya moyo. Kwa sababu haya maisha, kuishi kwa wasiwasi ni mbaya sana. Unaona? Wewe neema kuwa na amani. Hilo ni jambo la heri kabisa. Nyumbani umemwacha nani? Sijamwacha mtu. Kweli. Umekumbuka kufunga milango? Vipi nyumbani umefunga? Ndio nimefunga. Umemwacha nani? Sijamwacha yeye. Kwa makini. Unajua pale ndani kuna pesa. Niko makini. Ndio hizo lesi zako kuna muda unaweza kujikuta umechomoka kumbe umeingilishia unafunga. Amna nimefunga. Yeah, take care. Mimi nipo lakini kuna watu tu nawasikilizia hapa waje ili nimalizane nao, alafu nitakuwa narudi nyumbani. Leo sichelewi kama jana. Sawa basi mimi nitakuwa nakungoja. Kazi njema. Haya. Yeah. Wife bwana. Yaani jambo dogo anataka eti. Yaani kila kitu mpaka aje sema Mungu bwana kanipa mke bwana. Wanawake wengine hapo wangeshaenda mzima. Babangu, naomba unisamehe. Kosa sio kurudia kosa babangu. Hata kabatini glasi huwa zinagongana baba. Nahitaji msamaha wako babangu. Nimetoka huko, nimekuja hadi hapa. Ujue jinsi gani nimerekebika. Nimejirekebisha sana babangu. Naomba unisamehe je. Najua nimekukosea babangu. Nimeikosea familia yako. Nimewakosea ndugu zako. Nimekuaibisha kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini je, naomba unisamehe. Sikujua kamba yote haya yatatokea. Je, naomba msamehe babangu. Nahitaji msamaha wako kipenzi changu. Unajua jinsi gani ninavyokupenda. Tunapendana mimi na wewe je. Nahitaji msamaha wako babangu. Nimekosa baba. Najirekebisha baba. Ni tamaa zangu tu babangu. Ni tamaa tu za kimwili baba. Naomba unisamehe babangu. Nakupenda sana je. Hakuna mwanaume anayempenda zaidi yako baba. Wengine nilikuwa nachukua tu, ni tamaa tu, ni shetani tu alinipitia babangu. Nakuomba je.
Mwanangu Sofia, si umemwona mwenzi anavyopitia? Wewe mwenyewe ndo hivi umeingia kwenye ndoa, ndo kwanza inaanza. Naomba sana usije ukatuangusha huko ulipoenda. Umemwona mwenzie ni mvumilivu, anapigwa. Ndoa ni uvumilivu. Yaani haitakiwi tu wewe umeshaolewa unasikiliza huku naenda kusikiliza na kule yatakushinda. Mwenzie anapigwa anafanyaje, lakini bado naona ameikalia ndoa yake. Hata kama anapata mambo mengi makubwa. Ndoa ni uvumilivu. Sio maana sisi tunavyoishi na babako. Tumeshawahi sikia kelele hapa. Na nenda kaishi hivyo. Unapoona umekosea, unaomba msamaha. Yeye mwenyewe ni mwanadamu. Hata kama ataongea kwa hasira pale, akiona tu kwamba mmeomba msamaha wa dhati, utakuta anarudi na kwa vizuri. Kwa hiyo tulivyoishi humu ndani, nenda ukafanyie kazi. Ndio ndoa. Unasikia mwanangu Sofi? Mungu akusaidie. Amen. Mume wangu, yaani nilikoenda huko amenivuruga kabisa mpaka najuta, bora nisingeenda tu. Shida nini? Yaani nimefika pale, mjomba kanipokea na maneno. Anadai kwamba dadangu siku ya 3 leo hayupo nyumbani, pamoja na mwanae Jay. Kwanza unamzungumzia dada gani? Unajua hapo bado umeniacha njia panda. Yaani dada anayemzungumzia hapa ni mama Jay pamoja na Jay. Wana siku ya 3 leo hii hawajaonekana kabisa nyumbani. Hivi Msafiri ana changamoto gani? Kwa sababu huyu jamaa kila matatizo ni yeye. Yaani kumnyanyasa mke wake yeye. Kukopa mikopo hataki kulipa ni yeye. Yaani kazi anayo kwa kweli mwaka huu. Ila kiwangu sikia mkwambie kitu kimoja. Juzi niliongea na Msafiri. Kwa sababu Msafiri unajua tunamdai sisi. Ndio unafahamu. Niliongea naye nikampa siku moja kwamba siku moja tu afanye juu chini, hakikisha anatafuta pesa anaileta ofisini. Na siku ambayo anataka kuleta pesa ndo leo. Manake siku ambayo nilikuwa nimempa aitumie kutafuta hiyo pesa ni jana, siku nzima. Kwa sasa hivi kabla mambo hayajawa mengi, kwa sababu tayari mshaanza kunipa taarifa za kunishtua, inanibidi niwahi ofisini ili asije akatafuta sababu kwamba amenikosa. Tusije na sisi tukaingia hasara. Ngoja niende ofisini mapema ili nikamsubirie nione kama anakuja ama atanikaidi. Ila mume wangu sina uhakika kama Msafiri ataleta hela kweli. Mke wangu, siku zote unapotaka kumwadhibu mtu yoyote, usimkurupukie. Mpe kwanza option, mpe option ya kwanza, option ya pili, option ya 3, ukiwa unaendelea kumpima imani yake kujua ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo kama yeye ataamua kuwa mkaidi, mimi nitamuonyesha kwamba mimi nina roho mbaya kiasi gani. Unajua hizi kazi zetu tukifanya na watu kwa chekea hizi. Wanadhani hapa tungejenga hata hiki kinyumba hivi. Bado unaona nyumba imesimama, tushagombana sana na watu. Tushapelekana polisi huko. Sasa hivi polisi mimi nimechoka, sipeleki watu polisi na adhabu zangu. Yeye naanza naye. Mwenda kubadilisha formula tu hapo. Sasa ubaki salama.
Sawa, kazi njema, usije ukasahau simu mume. Nasauje simu. Hii ndio kila kitu hapa. Nifuru kupigia watu walete pesa. So wife, take care. Takumiss. I'm gonna miss you too. Zamani na mimi kuondoka, wewe sio uliniacha? Baki. Bye. Okay, bye. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu. Karibu. Sina haja ukaribia. Dada yangu hayupo. Na taarifa ninazozisikia kwamba hapa kako pia hayupo. Unaomba niambie dada yangu yuko wapi? Dada yako bwana aliniambia kama baba yake anaumwa. Akaniomba ruhusa. Mama, naomba ruhusa nikamuuguze baba yangu. Ngara hata siku 2 tu. Nikamruhusa akaenda. Sasa kinachonichangaza unaniambia dada yako hayupo nyumbani. Nachokiongea unakielewa? Nimekwambia nimetoka nyumbani, dada hayupo. Na taarifa ninazozisikia kwamba hapa kwako pia hayupo. Sitaki kupindisha maneno. Sitaki unifanye ambavyo sitaki kufanya kabisa. Naomba niambie dada yangu yuko wapi? Sasa mimi nakwambia hivi, aliniomba ruhusa nenda kumuuguza baba. Na mimi nikamruhusu akaenda. Sasa ndio unaniambia nikwambie yuko wapi? Hivi unanisikia ninachokiongea au unisikii? Wewe mimi namtaka dada yangu. Yaani kama umeshindwa kusimamia majukumu yako kama baba, mimi sijashindwa. Sawa? Sawa. Kama umeshindwa kumlea, kama umeshindwa kumtunza, na kama umeshindwa kumsimamia, mimi kakake bado naweza hayo mambo. Naweza nikamtimizia kila kitu. Kabla ya wewe, sisi ndio tulikuwa tunamlea. Sasa na sasa tunavuka mipaka. Unaanza kuleta tarabu nyumbani. Mimi nategemea mke wangu yupo kwenu, unakuja unaanza kunipokea. Na unaanza kuniambia kauli, sio? Ninachokwambia, bado hayupo. Na maana mtu anakuja kwako. Sasa wewe utaniambia vizuri. Dadangu umemweka wapi? Hapa mimi naondoka. Lakini hata nikwambie nilichokuwa nimekuahidi mwanzo. Nakwambia raundi hii lazima nikitekeleze. Bila dadangu kuonekana, I swear utaniona mimi ni mbaya. Nitadili na wewe moja kwa moja ni vilivyo. Sawa. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani. Samahani mke wangu kwa usumbufu, huu mguu ulikuwa kwako. Asante kwa kuwa tumeonana hapa, sio mbaya. Nataka kuna maneno ambayo nataka kuongea na wewe. Wifi. Niliweka appointment na kakako. Tukaonana sehemu. Wifi yangu. Niliomba msamaha wifi. Niliomba msamaha. Kakako hakunijibu hata kidogo. Bali aliniwekea tu mgongo na kunitolea macho. Wifi yangu nilijimaliza. Nikapiga magoti. Nikajimaliza. Niliongea maneno yote, maneno matamu, mazuri ya msamaha. Sikujibiwa neno hata hicho, hata moja. Nikainuka mtoto watu nimshike wifi yangu, nilipewa bonge la kofi hadi chini. Afu huyo akasepa. Unavyoniona hapo mwili wote unaniuma. Yaani mpaka nasikia homa lile kofi. Hivi ushasikia anasemaga kofi la mpenzi aliumi? Alikwambia aliumi nani? Nilipewa kofi nakwambia mpaka sasa hivi mwili wote unawaka moto. Kwa hiyo yangu chini nilikuwa nataka kukuombe. Ukaniombe msamaha kaka. Nakupenda sana Jacob. Yaani sielewi amenipa nini. Nyosha ngaba kanaenda kwa mganga, ameniloga na mganga amekufa. Nampenda sana Jacob. Hivi ushaisikia kwenye TV huko kwenye simu
Wanasema kuna mtu kajinyonga kwa ajili ya mpenzi wake. Ushaisikia? Sasa mimi ndo nataka nifanye vile. Kwa sababu Jacobo ananiumiza sana kichwa. Silali kwa ajili yake kweli. Nampenda sana kakako. Naomba kaniombe msamaha wifi yangu. Na kuomba kabla sijachukua maamuzi magumu wifi, naomba kaniombe msamaha. Na ukamwambie akigoma kunisamehe, yaani huu mguu wangu nikitoka hapa hamtaniona tena katika maisha yenu wala kunisikia. Maana ndaenda kuchukua maamuzi magumu ambayo wote mtabaki mnajutia. Wifi, naomba kaniombe msamaha kwa kakako. Hivyo unavyoniona hivi, toka juzi sijala chochote. Nashindia maji tu. Nashindwa kufanya chochote kwa ajili yake. Na penye nikishika maji yale, namuona Jacobo yuko huko kwenye maji. Ushaisikia nyimbo? Namuona kwenye glasi, ndio mimi sasa. Jacobo kwenye glasi namuona. Nampenda sana Jacobo. Naomba kaniombe msamaha. Nampenda kakako. Nimebadilika wifi yangu. Kwanza pole sana wifi yangu kwa alikukuta. Wifi yangu, kakangu mimi namjua vizuri, yani akili zake mimi nazifahamu vizuri. Kwanza kutokukujibu kitu mpaka muda huu. Kwanza mshukuru Mungu. Wifi, nishukuru Mungu. Mtu kunikalia kimya wifi. Mimi nadhani hata akiongea nikasema kweli Jacob wangu amenisamehe. Unasema kwamba nishukuru Mungu mtu amekaa kimya kweli wifi? Basi wifi, haupo pamoja na mimi wewe. Mimi mambo yangu nakwambia wewe. Ndio naambia nishukuru Mungu kwa sababu alikaa kimya. Wifi hapana, basi haupo na mimi wewe. Yaani kukaa kimya kwa kakangu mimi ni ishara kwamba amekusamehe kabisa, hana kinyongo na wewe. Yaani kakaangu mimi angekuwa hajakusamehe wewe, ulivyofika tu pale, yani angekudandia wewe akupige. Sasa kama muda ungekuwa hapa tena. Kakaangu mimi ni ana hasira, yani kukalia kimya, amekuheshimu sana. Na yani anaonesha mapenzi ya dhati kwamba anakupenda sana. Yani kakaangu mimi ana mkono mwepesi vibaya mno. Yaani uko tayari shakuvunja hapo wifi yangu. Na kakaangu na mimi anakupenda sana. Baadaye nitazungumza naye. Nijaribu hata na mimi kukuombea msamaha. Na mimi atakusamehe. Jaribu wifi kuniambia msamaha. Nampenda sana kakako. Yaani sijui nimfanyie nini. Yaani hata dunia yote ingekuwa kwa, yaani dunia yote ingekuwa ya kwangu nilikuwa nimeshikilia mimi, ningempa kakako. Yaani jinsi gani ninavyompenda. Nampenda sana Jacob. Na mimi kakaangu pia anakupenda. Ila wifi yangu, hilo wazo lako la kutaka kujua. Mimi Jacob akinisamehe ndio ndaacha ili wazo. Ila asiponisamehe wifi, haki ya Mungu, hamtaniona hapa duniani. Naamini kabisa kakaangu amekusamehe kumkalia kimya mpaka muda huu. Na sisi hajaongea neno lolote kwamba anakuchukia wewe, labda hakutaki, amekata tamaa na wewe, hapana. Yaani kakaangu anaonesha wazi kabisa kwamba anakupenda kwa dhati. Labda bado anakuangalizia kama kweli umebadilika. Anyway, mimi sielewi. Labda ndio wifi yangu, ila mimi naamini kakaangu anakupenda sana na amekusamehe kabisa. Sawa wifi yangu. Asante kwa maneno yako matamu, kwa maneno yako mazuri, maneno yako amenifariji wifi yangu. Sawa, mimi nilikuwa naelekea hapo dukani. Ukiwa na unaenda huko naomba tuongezane. Okay, na shida. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni maya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Halo. Kichuna. Sasa hivi. Salama, unaongea na Bajei hapa. Bajei? Ya. Nilikwambia kunipigia simu. Kichuna, sorry. Nilikwambia hivi, sitaki unipigie simu, sitaki mazoea na wewe. Kwa sababu yani sielewi kwa nini unipigia simu wakati mimi nilikubackpage. Nisikilize sasa. Nikusikilize nini? Nipe nafasi nisikilize Kichuna. Sawa, nakupa nafasi moja ya kukusikiliza, lakini naomba usiniambie wewe ujinga kusema kwamba sijui turudiane. Naomba
Okay, nilikuwa naomba nikutane na wewe. Tukutane? Yeah. Hello? Kuna mambo ambayo nataka niongee na wewe. Naomba hayo mambo yasiwe ya kurudiana wala yasiwe na mahusiano ya kimapenzi, kwa sababu mimi sasa hivi nimeshakuwa ni mke wa mtu. Nadhani umenielewa. Okay, basi naomba tukutane pale Gadi. Ndafanya hivi kwa kuheshimu tu, ila sio kwamba nimeridhia, hapana, kwa sababu nakuheshimu. Asante. Hai. Okay. Okay. Action. Hivi mmeje itakuwa imeenda wapi? Mpaka sasa mimi kama naanza kuhangaika sasa. Hapa ndo naliona pengo lake sasa. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi uko. Kwanza Kichuna, nakushukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Nimekaa nikatafakari kwa upana. Mke wangu amenikimbia. Baada ya mke wangu kunikimbia Kichuna, wakati natafakari namna ya kulifanya, nikaona hapana, sina jinsi. Acha nikurudie wewe. Sasa sitaki wewe uwe mpenzi wangu, nahitaji uwe mke, nikuweke ndani. Wewe baba, hebu ishia hapo kwanza. Usitaki kuongea sana, usitaki kujimaliza sana. Tena sasa hizi naitwa Neema. Kirefu Neema ya Bwana. Naomba niache na maisha yangu. Sasa nikaolewa na wewe. Kwanza nikwambie kitu. Yaani najutia, yaani mpaka mimi mwenyewe najichukia yani. Kwa nini nitembea na wewe? Yaani sasa nimekaa ninajuta, sina amani, sina raha, sina furaha. Nikwambie kitu Kichuna. No, naomba nisikilize. Sasa nikaolewa na wewe. Kila mtu ashike mambo yake. Nilikwambia mimi sasa naenda kuwa mke wa mtu. Na wewe nilikwambia hivi, pambana na Majei, pambana na mtoto wako. Mtoto wako pale bado ni mdogo sana. Si nilikwambia hivi? Na kwenye simu umenipigia, umeniambia una habari njema. Ndio habari njema hizi? Ndio habari njema hizi? Naomba nipe nafasi kidogo nijieleze. Hakuna nafasi hapa. Hakuna nafasi. Nimekwambia hivi. Tena Kichuna. Usiongee, sio Kichuna. Naitwa Neema. Basi. Sina Neema ya Bwana. Basi sorry. Hivi unanionaje? Mimi ni Neema, sio Kichuna. Sio Kichuna yule ambaye ulikuwa ukimwita ukipiga simu moja yuko hapa. Okay. Sasa hivi yule Kichuna. Nipe nafasi Neema. Nafasi gani? Wewe unataka kuolewa, sio? Nataka kuolewa. Na mimi nipo tayari kuoa, naomba nipe nafasi. Sio wewe ndugu yangu. Sio wewe. Wanasema kikulacho kingoni mwako. Mimi mambo ambayo nimemfanyia Majei ni mabaya sana. Na mimi sitaki yale mambo yanikute na mimi, kwa sababu najua kile kitu ambacho nimekifanya sio kizuri kwa mwanamke mwenzangu. Lakini mimi hapa nilipo mpaka saa hizi mke wangu hayupo nyumbani na sijui yuko wapi. Nimejaribu kuwatafuta nikawakosa, nikaona kwa nini nikae kimya, inabidi na mimi nioe. Nikaona mtu wa kumuoa ni wewe hapo. Watafute. Mara mwisho nilikwambia hivi, kama mke wako kaja kukuomba msamaha, umsamee. Afu mbona bado ndio yako changa sana babangu? Mimi ndajifunza nini kwako? Maana na mimi sasa hivi naenda kuolewa, naenda kuwa mke wa mtu. Wewe ni baba, tabiri wewe ndo akunikalisha mimi kuniambia bwana kwenye ndoa ni hivi na hivi na hivi. We baba, sitaki msamaha wako. Kichuna. Sitaki msamaha wako. Mimi sasa nakuwa mke wa mtu. Neema. Baba vipi?
Mimi niko tayari kuoa Neema. Tena nikwambie kitu babangu. Yaani ukiona hivi. Subiri. Afu mimi nikiwa naongea na wewe sitaki uwe unaongea. Sawa? Sasa hivi mimi mwenyewe hapa nina mpango kwenda kumtafuta Mama Jay ili nimuombe msamaha kwa sababu yule ni mwanamke mwenzangu na mimi naingia kwenye ndoa. Uwezi jua na mshangaa hiyo nanili itanirudia na mimi. Mimi sio kunipigia magoti. Magoti ambayo unanipigia mimi. Ndio ukampigie mke wako Mama Jay. Hayo magoti hayo ambayo mimi nanipigia. Ndio ukampigie mke wako Mama Jay. Mimi sio mke wako, mimi sio boyfriend wako, mimi sio mchumba wako, mimi sio mpenzi wako. Mimi nilikuwa halala wako tu na tumeachana. Unapata maisha yako baba vipi? Mchanganyikiwa. Mimi nenda kwa mke wa mtu. Mshauri nini? Bora uniache. Kumbavu nini wewe? Mchanganyikiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, bi mtoto wa mtaani. Asante. Unatuuzia nini hapa? Mandazi. Shilingi ngapi? 200. Naomba nifungie shilingi 1000. Ni Irene? Yes, tumepika leo asubuhi. Sasa. Acha niende kazini. Sawa. Nadhani hakikisha nyumbani unakuwa makini. Sawa. Unaelewa kabisa pale ndani kuna vitu vya thamani sana. Sawa. Mimi wacha niende, kuna watu nataka nikaonane nao huko kazini. Tukubaliana tukutane mapema. Nisamehe kwa sababu leo sijanywa chai yako. Hamna shida. Utaikuta chakula cha mchana nitakuwa nimeshapika. Kweli? Nitajitahidi leo niwahi. Sawa. So takumisi sana. Pia. Haya. Bye. Bye. Shemeji. Samahani kwa usumbufu shemeji yangu. Unaponiona hapa, nimetokea kwa Jacobo kuongea naye. Nimetoka ofisini kwake. Rafiki yako hajataka hata kunisikiliza hata kidogo. Kwamba mimi sistahili kusamehewa. Mbona rafiki yako ananifanyia hivi? Nimejaribu kubadilika, lakini yeye ananidharau. Blaza, kukupiga, kutokusamehe ni kwamba ni hasira tu, ila blazangu anakupenda sana sana. Nampenda sana Jacob, ndio maana kila siku nazunguka kwa mdogo wake, kwako, kwa ajili yake. Ajue jinsi gani ninavyomthamini, jinsi gani ninavyompenda, lakini yeye amenidharau. Kama nilivyokuambia, blazangu anakupenda, na hata siku moja blaza hajaniambia habari za mwanamke mwingine zaidi yako. Blaza anakupenda, ni hasira tu, itaisha. Kwamba mimi sistahili kusamehewa jamani.
Mungu mwenyewe anasamehe. Kwa nini mimi sasa shemeji? Kwa nini mimi? Mi nani? Kwamba nisisamewe, mi nani? Shemeji, naongea maneno haya kwa uchungu kwa sababu ya Jacobo. Samani mrembo, unaitwa nani? Naitwa Sofia. Sofia. Mimi naitwa Bruno. Unajua wewe ni mdada mrembo sana, mtoto umeumbika, alafu una vitu vangu kabisa Sofia, shape ulipo. Samani Sofia, tunaweza tukashare namba labda? Nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Tena ishia hapo hapo, mpuuzi mkubwa wewe. Hivi na wewe kati ya wanaume na wewe ni mwanaume kweli wewe? Mwanaume unasuka. Mwanaume na kajua tu kadogo haka eti umejifunika mwamvuli. Na wewe ni mwanaume kweli wewe? Tena kabla ya kunisimamisha mimi hapo itakiwa ujiulize mimi ni nani. Mazoea ya kijinga spendi, nitakujazia nzi hapa njiani wewe mkaka. No, Sofia, sijasimama hapa kwa sababu ya kugombana. Alafu wewe ni mdada mrembo sana. Kwa hiyo ukifoka kama hivyo haupendezi Sofia. Haupendezi kabisa. Mimi nitakubadilisha hayo mavazi. Wewe ni vitu vangu kabisa. Nisema ni mavazi ya kulimia hayo ndio umevaa Sofia. Ila ukiwa na mimi hamna kitu kitakachoharibika Sofia. Mungu wangu sana, sijui umetoka wapi. Nimekupenda Sofia. Vipi? Yaani tu nikikuangalia na kuona hoi hai. Sijui hizo nguo umeazima wapi. Wewe ni mpuuzi ni eti Sofia. Alafu mimi ni mke wa mtu. Mshenzi mkubwa wewe. Hebu nitokee hapa. Shemeji, kiukweli yote hayo yametokea ni kwa sababu ya hasira tu. Sabla zangu anakupenda wewe sana sana. Mara nyingi nimekaa naye, amekuwa akizungumza habari zako, kwamba yule mwanamke nampenda, nahitaji kumwoa, funge naye ndoa. Sasa hapa naenda kuchukua maamuzi magumu kwa sababu rafiki yako amenidharau. Nimefika mwisho. Fikiria kwanza kwamba ukishajiua utamwacha blazangu na nani, kwa sababu blazangu anakupenda sana. Labda kama nikijiua atanipenda tena huko ya hela. Siwezi nikaendelea kukaa hapa duniani watu wakabaki kunicheka. Yaani nahisi miti na nicheka. Sawa, nimekosea, lakini nastahili kusamehewa. Shemeji, mimi ndo nayejua ni kiasi gani Blaza anakupenda. Blaza nimekaa naye, habari zako ameniambia kwamba wewe anakupenda. Mbona kuna watu wanafanya mauaji? Mbona kuna watu wanabaka watu lakini wanasamehewa? Mimi nani nisisamehewe shemeji? Mimi si binadamu? Kukaa kimya, tambua nalo ni jibu. Alikaa kimya vile ni hasira zote zile. Ukisikia nimekufa kwa sababu ya Jacob, ukisikia nimejinyonga kwa sababu ya Jacob, shemeji, naomba nikuache, ila
Ona sasa, Jacob analeta mambo gani haya? Ona mpaka anasababisha yani mtu anataka kujiua kwa sababu yake. Lazima nifanye kitu hapa. Habari. Asante. Samahani. Unaweza kuwa na taarifa zozote kuhusiana na huyu bwana? Sina taarifa yoyote. Labda tangu ameondoka ni muda gani? Muda mrefu kidogo sijamuona. Okay. Samahani, kama sura yako sio ngeni vile. Wewe ndio yule dada wa saluni? Ndio. Bwana, ongea. Asante. Vipi, maendeleo vipi biashara yako inaendelea? Kwa kweli namshukuru Mungu, biashara yangu inaenda vizuri. Don't worry. Sisi ni jukumu letu kuhakikisha kabisa kwamba mteja wetu sisi anaenjoy huduma zetu. Na ndio maana tunatoa huduma ya mkopo, lakini pia vile vile tunatoa elimu. Hii ni kama ofa. Ni tofauti na ofisi zingine zote za mikopo. Sisi tunatoa elimu baada ya kukupa mkopo ili tuhakikishe kwamba wewe mteja wetu unanufaika na haupati hasara kupitia mkopo tunaokupa. Lakini vile vile tunakuwa tunajilinda hata sisi pia, kama jinsi tulivyokusaidia wewe. Asante kwa elimu. Kama utojali, unaweza kuja kukopa mkopo mwingine tena. Nadhani kwa sababu ya uaminifu wako tutakuongezea mkopo. Tutakupa zaidi ya kile kiasi ambacho tulikupa mwanzo, kwa sababu mpaka sasa wewe umeshakuwa ni mteja bora ama mteja ambaye mwenye mafanikio katika ofisi yetu. Ondoa shaka. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba una enjoy life. Ya? Ila huyu bwana ni msumbufu sana. Mimi naomba nikuache. Huyu bwana tutajua namna gani sisi tunafanya kuweza kumpata. Kama ikitokea amekuja, basi utamjulisha kwamba mimi nimekuja hapa nyumbani. Sawa. Asante. Sawa. Karibu tena. Ubaki salama. Nashukuru. Asante. Niliamini mapenzi yetu yangekuwa hadithi ya milele, lakini sasa kila siku imekuwa kama adhabu. Nilijaribu kupigania, niliomba msamaha hata kwa makosa ambayo sikuyafanya. Nilinyenyekea, nikavunja kiburi changu,
lakini bado ukusikia kilio changu. Nimechoka kujieleza Jacobo. Kila neno nililosema lilikutana na ukimya wako, ukatili wako, na sasa ni kimya changu kitakachobaki. Lakini pia unajua kwamba shemeji yako pia hayupo, alikimbia madeni, anadaiwa, nasikia na mikopo huko, walikuja kumtafuta wa mikopo. Na shemeji, yaani kila kunapokucha anaamka na jipya, yaani yeye, yaani stori za hapo mtaani ni za yeye tu. Lakini mwache akome, kama mtu mtesa dada naye akome hivyo hivyo. Ni kweli malipo ni hapa hapa duniani na analipwa. Mwache apambane na hali yake. Ila nikikumbuka kuhusu dadangu, Mungu tu amlinde huko aliko. Atakuwa na amani tu. Mimi naamini yuko mzima wa afya na atakuwa na amani pia. Mambo mengine vipi? Safi tu shoga yangu, naona upo. Mimi nipo tu hapa, yaani kila siku nakaa hapa maana sina kazi. Si unajua tena. Sawa. Unazidi kupendeza. Shoga, siri yangu mwenyewe. Nimechoka kujieleza Jacobo. Kila neno nililosema lilikutana na ukimya wako, ukali wako, na sasa ni kimya changu kitakachobaki. Chukua tu, ni tamaa tu, ni shetani tu alinipitia babangu. Nakuomba je, Kichuna, hiki nini sasa? Heshima yangu iko wapi sasa? Mwangalia alivyokosa aibu. Umekosa aibu we dada jamani. Kichuna, wewe ndio mwanamke pekee sana ambaye ulitawala moyo wangu, ambaye ulitawala hisia zangu. Lakini leo nini unafanya? Nini umefanya? Ulinifanya niamini kuwa mimi ni wa thamani. Lakini sasa najiona kama mzigo kwako. Labda nikiondoka moyo wako utatulia Jacobo. Jacobo, kweli mpenzi wangu. Nakupenda sana Jacob.